Hello, this is one of the program ambayo tunayo leo ya question and answers, na maswali yetu ya siku ya leo yatakuwa yanahusu mambo ya forex industries. Na kwa kuanza hivyo, nitaanza na mimi mwenyewe, nitapika paper, nitasoma swali na kujibu, na sio mimi tu, mtajumuika pia na team members wenzangu katika zoezi hili. Okay, the question states, unapenda kufanya nini nje ya trading? Kwenye swali hili naweza nikalijibu kusema kwamba mimi napenda kufanya utafiti na masuala ya politics pia. Utafiti, kujua ni vitu gani vinaendelea politics, kujua nchi yetu inaendeleaje na kuna opportunities zipi na investments gani ambazo tunaweza tukajumuika nazo au kujiunga nazo mimi au kampuni kiujumla. Swali langu la pili linauliza unatumia strategy gani? Natumia strategy ya simple price action ambayo ipo directed under King's Capital, na ndo strategy tunaotumia kuwafundisha wanafunzi wetu wanaokuja katika kampuni yetu ya King's Capital. And katika strategy hiyo kwa beginners wanajifunza from 4 weeks to 6 weeks, na kwa intermediate wanajifunza 2 weeks to 3 weeks. So karibuni King's Capital to change your life career. Okay, it is my time to pick. Let's see tunaenda na swali gani. Okay, tuone. Inasema kwamba ni asilimia gani ya akaunti yako unahatarisha kwa kila trade? Ni asilimia gani ya akaunti yangu nahatarisha kwa kila trade? Kiukweli kwa my trades sana sana always kwa simple price action ambayo tunaitumia hapa King's Capital, tunafanya risking kwa 1% to 2%. Yani kiasi kwamba tukiwa tumeenda more sana ni 3%. Lakini per trade si tunatamani to risk 1% kwa sababu ukiwa una risk 1% emotion inakuwa zipo controlled physical, kiasi kwamba unakuwa na amani ya moyoni. Kwa sababu kwa mfano account ya $100 ukirisk 1% ni kama $1. Hasa $1 like ukigain $2 au $3 kutokana na ratio, ukawa unaenda kwa assistance kwa 10 trades, ukiwa una riski $1 kupata $2 kiasi kwamba $2 mara 10 ambazo zote zimeenda on your way, kiasi kwamba una $20. Hasa kiasi kwamba ndani ya wiki nzima una trade 10 kabisa. Trade 10 unakuwa umepata umegaining $20 almost 20% ya account umegain. Kiasi kwamba kama umegain 20% kwa account mpaka mwisho wa mwezi kwa wiki 4, unaweza ukawa upo 50 au 60 mpaka 70% ya account. Kiasi kwamba tunachokitafuta sana sana ni growth na consistency. Hicho ndo tunachokitafuta. Hatutafuti kuflip account, sijui account $100 unaitamani upeke $500. That is not trading, sababu hii ni biashara kabisa. Kwa hiyo tunachokitamani, tunatafuta gain ya per month ambao tunaendaje. Kwa hiyo kiasi kwamba sisi kwa kuriski napenda sana kutumia 1%, lakini endapo nikiingia kwenye very 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 high probability trades sometimes naingia na 2% kwa my one trade per day. So that's it. Okay, let's pick another one. Okay, ja tuone. Inasema ni makosa gani makubwa umewahi kufanya kwenye trading na umejifunza? Kosa kubwa ambao nimewahi kufanya kwenye trading na nikajifunza sana sana ni overtrading. Nilikuwa na tabia ya market, nimeteke buying position, market imeenda kwenye profit, na expect candle inaenda on bullish, ngoja niongeze another entry, kiasi kwamba na add another position, kiasi kwamba hapa nimerisk kitambo hicho tulikuwa hatatumii percentage, atumini tupo kwenye strategy zingine. So unaweka 1%, unaweka trade yako unakuta tena umerisk 10%, umeweka buy, then market imeenda bullish, sasa hii itaenda hii, unaweka tena 10%, umerisk 20% ya account. Market inaenda bullish, unaweka tena umerisk 30% ya account.
volume inakuja inakupush na kutoa kwenye stop. So kutoa kwenye stop loss umepoteza almost 30% ya account. Unakuwa umehangaika kweli, akili inavurugika. Unasoma kama $100 umeshapoteza $30. Zibaki 60 unatamani uzirudishe haraka. Next trade tena una buy. Inaenda juu tena una buy. Inaenda juu tena una buy. Boom, ikija ikutoa kwenye stop loss, big step umefanya ya kwenda nyuma. Kiasi kwamba tuko that thing is bad kwa kweli. Don't overtrade in your trades. That's it. Hicho ndio kitu ambacho nimejifunza, kiasi kwamba always kwenye trade weka one position ambao unaweza ukaihandle, kwa sababu ukiona one position inakupa kwanza peaceful, lakini sasa unaweka position 5, 7, 8, 10 zote zina run, afu zikiwa zinaenda kwenye losses zinakupa kiwewe fulani hivi. Lakini nimekuja kugundua kwa simple price action, only hold 1 au 2 position za kwenye market, kwa sababu ukihold 1 position unaweza ukaicontrol. The time market ikiwa inaenda kwenye your profit, unaweza uka close half of it uka secure, then ukaacha the rest ika break even ikaenda hadi kwa TP. Kwa hiyo kiasi kwamba those are things ambao vitu vidogo vidogo tunazidi kujifunza kutokana na our simple price action strategy. So welcome to Kings to learn this strategy to help in your future trading career. Thank you. Okay. Unashauri vipi trader anayeanza na lengo la kufanya trading kwa kuifanya kazi ya full time? Kufanya trading kwa full time, kwanza kabisa, cha kwanza make sure una skill inayohitajika kwa ajili ya kufanya full time trading. Hicho ni cha kwanza, kwa sababu skills ndio mtaji. Jambo la pili, tenga muda wako wa kutosha wa utulivu, avoid distractions, ili muda wako unaofanya full trading ukawe na manufaa zaidi. Those two things. Skills kwa maana risk management, psychology iwe bora na kila kitu kinachohitajika kwa trade. Another thing, have capital brother or sister. Utanishukuru baadaye. Okay, my second question is my favorite question of all time. Ni nini kilikuvutia kuanza forex trading? Simple, financial freedom. Baba naomba hela, aunt naomba, that's not good. Online kuna fedha nyingi sana, so take your time, jifunze, kaa chini and learn, make money online. Shingapi ni siri yako, lakini platform is paying. Thank you. Kings Capital. Damas. Who is this guy? Okay, muda wa maswali, and my first question, unapendelea trading kwa pesa zako au kutumia funded account? Pesa yako inauma. Okay. Kwenye trading sana sana mimi nilitoboa kwenye trading kupitia funded account. Kiukweli kabisa, withdraw yangu ya kwanza $8,000 nitoka kwenye funded account, na hii ni kutokana na kukosa mtaji. Matrader wengi wanaoanza sasa hivi, account ya $100, $200 ni nzuri sana kuanza nayo, lakini zile expectations za kutoa $100 au $200 kuipeleka $2,000, $3,000, kiukweli tutakuwa tunadanganyana. Ila ninachoweza kushauri, ukiwa na account kama hizo, lower down your expectation, tafuta zile hela ambazo zinasadikiana na amount ulionayo. Kwa hiyo ukiwa na $100, $200, basi $10, $20, $30 kwa siku, it's okay. So what I can say, funded accounts hizi $2,000, $3,000 unaweza ukaziona, ila you should be disciplined, lakini pia you should have a strong trading strategy. So that's all. I think this question nimemaliza. Okay, another one. Okay, another question here. What is this by the way? Ulishawahi kufikiria this question, okay.
Umeshawahi kufikiria kuacha trading? Kama ndivyo, ni nini kilikufanya uendelee? This one is strong by the way. I don't know who man picked this question. Okay. Kiukweli yes, nimeshawahi kufikiria kuacha trade. Na nafikiria 90% ya matrader wengi sana dunia kote, 90% huwaga wana chansi ya kugive up kila siku. Yani kila siku kuna mtu anatamani kugive up trading. So na mimi kuna kipindi ambacho nilitamani kuacha sana sana, kile kipindi ambacho nilikuwa na hela, nilikuwa na mtaji, nilikuwa na information, nilikuwa na kila kitu, afu still bado trading ilikuwa haiendi sawa. Kwa sababu kipindi cha mwanzo nilikuwa nalalamika sana, ile itakuwa mtaji ndio problem. No. Until right now I will tell you myself, mtaji sio shida. Shida ni information ulizonazo. So kile kipindi kilinifanya nihisi kama vile kuchanganyikiwa, kwa sababu nilikuwa nina hela, nilikuwa na access na walimu, lakini still bado nilikuwa sina matokeo. Kwa hiyo that period of time nilikuwa natamani kuquit, lakini kuna kipindi pia nilikuwa natamani kuquit. Ni kipindi ambacho nilikuwa sina mtaji, ila every setup niliyokuwa naingia ilikuwa hainipi. Lakini the last time ambapo nilitamani kuquit ni kipindi ambacho entire family ilikuwa inajaribu kuniambia hichi kitu is nothing. Hichi kitu hamna kitu hapa unafanya. So those 3 times, 4 times, like 3 to 4 times nilikuwa najaribu kuquit, lakini kilichokuwa kinanifanya mimi niendelee, withdraw ya kwanza ilinifanya, yani ile ndio ilinibadilishia mindset yangu mpaka leo hii. No one will tell me to quit this foreign exchange trade business. Na kitu kingine kilichonifanya niendelee, I don't like to be bossed around. So napenda kazi ambayo inaweza ikanipa uhuru, na moja kati ya kazi ambayo imenipa uhuru kweli ule ambao nilikuwa nautaka ni huu. Naamka muda unaotaka, nalala muda unaotaka, natengeneza pesa ambayo naifikiria naweza nikaipata, na kweli unaipata. Kwa hiyo ule uhuru wa kuwa financial freedom, that financial freedom, real financial freedom is that. Japokuwa mapambano yanaendelea, ukuaji unaendelea, struggling is the same, kwa sababu unapojaribu kupanda baadhi ya ngazi lazima ugive up vitu vingi sana. So here we are, we keep climbing the ladders, lakini we'll never ever give up. So you should do the same. Thank you. Bye bye.